akuja tekeleze bila kuita watu wetu kwa barabara wakaporwe. Hiyo kasumba haikuwa na Kibaki, hiyo kasumba haikuwa na Uhuru Kenyatta. Na iko kitu nataka pia huyu madamu anaitwa Mushomba ajue leo kama hajui. Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi. Na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kuzungumzia hii safari ambayo ni ya William Ruto ambao amepanga kukuja hapa Mlima Kenya. Safari ambao amesema ya kwamba ni kama anakuja kimaendeleo. Na niseme ya kwamba hakuna Mkenya, wacha sasa hapa Mlima Kenya, hakuna Mkenya yoyote katika nchi hii ako na shida ama anapinga maendeleo. Kwa sababu tumekuwa tukilipa ushuru na hatujai kuwa na shida kulipa ushuru. Kwa sababu tunajua serikali haiwezi endeshwa bila ushuru. Na kwa vile ambavyo tumekuwa tukilipa ushuru kwa kujitolea bila hata kushurutishwa ama kulazimishwa, hiyo ni njia moja ya kuonyesha ya kwamba hatuna shida na nchi ikiendeshwa, hatuna shida na yule rais ambaye ako katika mamlaka akifanya miradi katika nchi ya Kenya. Kwa sababu tungekuwa na shida na hiyo, tungezushia pengine kulipa ushuru. Lakini hakuna siku hata moja tumezushia hiyo. Lakini ile kitu ambayo tumekuwa na shida naye, na si watu tu wa hii jamii ya Mlima Kenya, lakini Wakenya wote kwa jumla, ile shida ambayo tumekuwa naye kama Wakenya ni hii kasumba ya bwana William Ruto. Anazunguka na magari akiwa juu ya gari. Kazi yake ni kudanganya akiwa juu ya gari. Kazi yake ni kuzunguka tu akiahidi hii. Hiyo tu ndio ile shida Wakenya wako naye hapa katika jamhuri hii yetu. Kwa sababu tumemwona mahali kote amezunguka, wacha Mlima Kenya sasa, mahali kote amezunguka. Kama hii juzi siku amezunguka Nairobi, alikuwa tu anazunguka akiwa juu ya magari, anaahidi watu bilioni 10, anaahidi watu bilioni 50, anaahidi watu nitafanya hii, baadaye anaahidi mpaka chapati na mashine ya chapati. Lakini hakuna kitu hata moja ameahidi ambayo ametimiza. Na hata iko kitu nataka Wakenya wanichunguzie. Tukielekea Christmas last year, iko kanisa ya Catholic alisoma kule Nairobi, sijui ni Shauri Moyo ama ni wapi. Akawaambia mkirudi baada ya Christmas mtapata hii barabara yenu yote nimeweka lami nimeitengeneza. Ningetaka Wakenya haswa wale ambao wako karibu na ile kanisa ambao walirudishia William Ruto milioni zake 5 msimu wa Christmas, watu konfirmie kama hiyo barabara William Ruto alikuwa ameahidi watu wa hiyo eneo kwamba wakitoka Christmas watapata imemalizika. Watu konfirmie kama ilimalizika. Sababu bahari imefika. Ile shida tuko nayo ni uongo ya William Ruto. Na ile kitu tunafanya hata niwaambie Wakenya, sio maendeleo tunapinga kwa sababu tunalipa ushuru. Hakuna Mkenya ako na akili timamu ambaye anaweza pinga maendeleo katika nchi hii. Ile kitu ambayo tunapinga ni uongo. Ile kitu ambayo tunaanika ni uongo wa bwana William Ruto. Ile kitu ambayo tunaanika ni ukora na wizi na ukonman ya William Ruto. Ile kitu ambayo tunapinga na tunakataa ni William Ruto anajificha nyuma ya maendeleo, lakini anakuja kuleta siasa ambayo ni siasa mbovu. Anajificha nyuma ya maendeleo, anazunguka katika nchi ya Kenya akifanya siasa ambayo ni ya mirengo. Anajificha nyuma ya maendeleo, anazunguka katika nchi hii akifanya siasa ya kugawa wa Kenya katika misingi ya kikabila. Ile kitu ambayo tunapinga ya William Ruto ni hii kujificha nyuma ya maendeleo. Anaenda katika maeneo tofauti ya nchi akipinganisha hii jamii na hii jamii. Kama siku alikuwa hapa Novistan, anaenda huko kuambia jamii ya Novistan ati iko watu kazi ni kulima ndengo lakini wako na shida na ng'ombe. Wakati huo alikuwa anapiganisha jamii ya Wakamba na jamii ya Somali. Iko siku ameenda hapa Western, anaambia watu wa Western shida yao kwamba ni jamii ya Mlima Kenya sababu barabara zote zilijengwa huko. Alikuwa anatupiganisha na hiyo jamii ya Western. Ile kitu tunapinga ya William Ruto ni siasa ya utapeli, siasa ya ukora, siasa ya kugawa watu katika misingi ya kikabila. Kwa sababu William Ruto anajua ile siku wa Kenya wataungana kwa kauli moja, waseme enough is enough, wakatae ukabila, wakatae wizi, wakatae ukora, William Ruto na wakora wake hawatapata nafasi ya kurudi katika mamlaka 2027. Anajua hilo, and that is why he is working very hard day and night making sure he is selling some fake propagandas of tribalism. Akiamuka kazi yake ni kubrand huyu mkabila, kubadi huyu mkabila. Mkijaribu kuongea mnaambia buka na ukabila. He is doing that to make sure anajificha katika hiyo ndio aweze kurudi kwa kiti.
Sasa mimi nataka kuongelesha William Ruto kama kiongozi wa jamii ya Gema hapa. Nataka nimwambie William Ruto mahali huko, nataka unisikize jioni hii. Hatuna shida na wewe kama unakuja Mlima Kenya. Lakini mimi kama kiongozi najiuliza, ni biashara gani tunakuja kuongelea na wewe hapa Mlima Kenya? Kama zile miradi Bwana Uhuru Kenyatta alikuwa ameanzisha hapa, wakati uliingia kwa kiti ulikuja ukazikwamisha zote. Alafu baadaye baada ya miezi 6 ukakuja hapa ukazunguka na wabunge ukisema ya kwamba unazidua miradi. Ile miradi ulikwamisha Uhuru Kenyatta ndio ulikuja ukaanza kuzidua mara ya pili. Wakati ulizidua mwaka sasa imeisha Bwana William Ruto. Mwaka imeisha na hakuna hata moja imekamilika. Kwanza zote zililala, zote zilikoma. Na ile pesa ambayo ilikuwa imewekewa hizo miradi zote ukazifanya reallocation, ukapeleka katika mambo mengine ya kitapeli. Hiyo ndio ile shida tuko nayo Bwana William Ruto. Mimi najiuliza unakuja kuongelea nini hapa? Unakuja tusaidiane vipi kama watoto wako nyumbani? Kumbuka vizuri ya kwamba Uhuru Kenyatta wakati alikuwa rais alikuwa analipia watoto capitation 22,000 per student. Wakati uliingia katika mamlaka ukagawa hiyo pesa ikakuja nusu yake ikakuja 11,000. Hata hiyo 11,000 Bwana William Ruto umeshindwa kulipa mashule, umeshindwa kupatia maprinciple hizo pesa. Watoto next week wako nyumbani hawafungi kwa sababu term imetamatika vile ambavyo inafaa, lakini maprinciple wanafunga shule mapema kwa sababu hawana pesa ya kurani shule, hawana pesa ya kuweka watoto shuleni, ndio maana wataachiliwa mapema. Bwana William Ruto, kama future watoto wetu umeikanyangia chini, Bwana William Ruto, kama future watoto wetu umeikojolea, mimi nashindwa unakuja tuongelee nini? Unakuja kutuambia nini kama future watoto wetu umeikanyangia chini? Bwana William Ruto, mimi nashindwa. Ulikuja ukatuambia hapa ya kwamba mambo ya SHA ndio itakuwa game changer. Ukakuja ukatuambia kwamba hautaki mzazi yeyote kukufa ama kuuza ng'ombe ama shamba kwa sababu ya matibabu. Ukatuambia tufunge NHIF, tuhamie kwa SHA sisi wote, na watu wakaingia kwa hiyo SHA. Bwana William Ruto, nashindwa unakuja tuongelee nini? Wazazi wetu unawaua kila siku kupitia ile programu yako ya SHA kwa sababu hawapati matibabu. Mimi nashindwa Bwana William Ruto, kama wazazi wanakufa, future watoto wetu umekanyangia chini, unakuja tuongelee nini Bwana William Ruto? What are we discussing with you as people from the mountain? What are we discussing with you as Kenyans? Unakuja juu ya gari tuambiane nini kama wazazi wanakufa? Kazi yako ni kuzunguka na madola, kazi yako ni kuzunguka na mapesa, ukijaribu kuhongana, ukijaribu kupatia vijana kupigia makofi, lakini mahospitali zimefungwa idadi ya karibu 1,000. Wamesema ya kwamba hawawezi chukua wagonjwa wale ambao wanatarajiwa kusimamiwa na SHA kwa sababu serikali yenyewe Bwana William Ruto, ile unaongoza Bwana William Ruto, imekataa kulipa hizo bill kwa hospitali, na wale hospitali wanangojea pesa ndio waweze kurun hospitali zao. Na hapa Murang'a hakuna mahali anahitaji wananchi. Yaani anakuja kutekeleza zile miradi, anaona kama zinafaa kutekelezwa, hakuna tekeleze. So wananchi waende kwa kazi yao wakafanya kazi. William Ruto anakuja hapa kwa ile kazi ambayo umemlipa. Mmelipa yeye kuzunguka, mmelipa yeye kuangalia miradi, mmelipa yeye kuwafanyia kazi na ushuru yenu. Kwa hivyo yeye kukuja hapa si lazima muache kazi zenu tumuone mkamfuate. Mkimfuata jioni mtakula kwake. Lazima mkae kwa biashara zenu, wenye wako kwa shamba wakalime. William Ruto pia ako kwa kazi yake kama nyinyi. So the fact that sisi hatutakuwa tunamfuata hapa, sisi haimaanishi tuko na shida na mtu. Sisi tumesema yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye ndiye ako na ushuru yetu. Alituahidi na anafaa kutekeleza. Kwa hivyo kama iko miradi anaona inafaa kutekelezwa hapa na iko ile ambayo yeye mwenyewe alisimamisha, akuje tekeleze bila bwebwe mingi, akuje tekeleze bila kuleta wezi hapo wamfuate, akuje tekeleze bila kuita watu wetu kwa barabara wakaporwe. Hiyo kasumba haikuwa na Kibaki, hiyo kasumba haikuwa na Uhuru Kenyatta. Hiyo ni kasumba imeanzishwa na William Ruto, anafuata nyayo za Moi. Hiyo hatuwezi kubaliana nayo. Kwa hivyo ako na pesa yetu ya ushuru. Hii maendeleo ni haki yetu. Akuje atekeleze, akishamaliza aende. Lakini hiyo kukuja hapa kujaribu kuonyeshana kwamba ni kama anakuja siasa, aonekana watu Mlima Kenya wako na yeye, apigwe picha zile jamii zingine zione, hiyo ndio ile kasumba hatuwezi kubali. Na ndio maana nimetangaza hata kabla kuja, niambie zile jamii zingine, we are not supporting William Ruto. Safari ya kupeleka yeye nyumbani 2027 haitasimama. Ile miradi atatekeleza, hatatekeleza na pesa yake ya kuku ama mayai. Ile miradi anakuja kutekeleza hapa, anatekeleza na ushuru yetu. So it is not a favor, it is our right. Na pia tumempatia wabunge wale ambao wanafaa kumsaidia kazi.
Kwa hivyo wakikuja hapo mashinani, akuja andamana na wabunge na ma-MCA wale ambao walichaguliwa na wananchi wakafanya hizo miradi. Aacha kumangamangisha raia huku, akiwazungusha huku wakiibiwa, waacha kazi zao huku. Alafu jioni watu wale nyumbani wakilia sababu wamepora pesa, wamepora simu. Aacha hiyo kasumba, hiyo ni upuzi na hiyo ni siasa ya ujinga. William Ruto, hiyo ni siasa ya kurudisha Wakenya nyuma, na hatukuogopi, tunakuambia ukweli. Tunakuambia ukweli kwa sababu tunapenda nchi hii. Na hatuwezi nyamaza hata kama haujui kuendesha gari. Hata kama hauna license. Ukiwa na akili unaweza ona hii gari inaenda kwa mtaro. Na haufai kunyamaza ati kwa sababu hauna license. Ati ile driver anaendesha ndiye tu ako na license anafaa kuongea. Hauwezi nyamaza na uko ndani ya hiyo gari kiingia kwa mto. Sio bwana William Ruto, hata kama hatuna PhD, hata kama hatuna degree ya wanyama na miti, tuko na akili wakati unaendesha nchi vile ambavyo haifai tunaona. Na ndio maana tunakuambia acha kumangamangisha Wakenya kwa barabara wakipora simu na pesa zao. Ati miradi inafungua, andamana na ma-MCA na wabunge wale wachaguliwa na raia. Wacha wananchi wakafanya kazi yao. Hivi ndivyo wanafaa kufanya bwana rais. What's your comment about when Nadhani Mushomba alisema ita high time Gachagua aache kuongelea Mount Kenya peke yake. Gachagua amekuwa akiongelea Kenya mzima. Hii siku ameenda kwa TV ya Mrembe TV. Kwani alikuwa anaongelesha kina kama hapo kwa hiyo TV. Hii siku ameenda katika hii TV ya Mosi FM. Alikuwa anaongea na jamii ya Kamba. So Rigathi Gachagua tunamwona KTN Citizen akijaribu kuongelesha jamii zile zingine na kuwatetea kwa jumla. Kwa hivyo ukisikia Nadhani wa Mushomba sijui anasema ati Rigathi anaongea tu mambo ya Mlima Kenya is a regional sijui tribal king hapa. Nadhani wa Mushomba anaweza kuwa pia ameonyeshwa kitu na jamii na hii familia ya William Ruto ya kina Ishong'o and the rest. Hatuwezi muamini sababu hiyo matamshi ameanza kuongea hapo, hatuwezi muamini kwa sababu unajua watu hawajui. Na iko kitu nataka pia huyu madamu anaitwa Mushomba ajue leo kama hajui. Hata kama hatuko katika ile bunge, tuko na akili tunajua mambo mingi hata saingine kuwashinda. Hii story ya Rigathi Gachagua ni mkabila, haikukuwa 2022, haikukuwa 2023. Hata 2024 Januari na Februari haikukuwa. Na siku Rigathi alikuwa anasaidia rais kuomba kura hapa Mlima Kenya, si alikuwa anaongea Kikuyu. Si hata hiyo siku nilikuwa naona hata kina William Ruto kina Mudavadi hao kwa watu walikuwa wanajifunza kuongea Kikuyu. So hii story ya Rigathi ni mkabila imeletwa baada ya maandamano ya Gen Z kwa sababu alisema watoto waache kuuliwa. Alisema akaambia serikali sikizeni hawa watoto. Na akatoa press kubwa sana kwa kule Mombasa wakati alikuwa naibu wa rais. So vile waliona ni kama ameanza kuunga mkono vijana wa nchi hii wakiandamana. Ndio walianza kasumba ya kusema ya kwamba huyu jamaa anataka kupindua serikali wote tumtoe. Vile walisema watatoa Rigathi Gachagua, wananchi wakakataa wakasema kama Rigathi anaenda hata William Ruto aende. Wananchi wote kwa kauli moja wakasema kama driver na Makanga anakufa hata driver akufe. And the only way to separate hiyo siku Makanga akufe peke yake driver abaki, ndio ileta kasumba ya kusema kwamba Rigathi ni mkabila. Rigathi ni mkabila, Rigathi is a regional tribal king. Ililetwa na watu wa William Ruto to separate Makanga akufe peke yake driver abaki. And they succeeded. Hawa ni wakora, they succeeded. They succeeded na kila mwananchi akaamini ya Rigathi ni mkabila. Na wakamtoa, driver akabaki, Makanga akakufa. Lakini wananchi walikuwa wanasema kama Makanga anakufa, driver atangulie. So hawakuwa na mbinu vile ambavyo wangedili na hiyo kitu. Kwa sababu walikuwa tu na option moja. Kama Rigathi anaenda, Ruto aende. Kama Ruto haendi, hata Rigathi abaki. Lakini kwa sababu walikuwa wamesema kwamba lazima wafukuze mtu kwa serikali, wakaleta hii mambo ya Rigathi ni mkabila. That nothing was used to separate the driver and Makanga. So that Makanga akufe peke yake, driver akabaki. And they succeeded. So hii nasikia Mushomba hapa anajaribu kuleta sisi. Hiyo hatuwezi kubali. Na mimi nasimama namwambia wazi. Hiyo asijaribu kuleta sisi. Kama anaungana na William Ruto, aende polepole. Kama Mushomba umeshikana na watu wa William Ruto, acha kupayuka, acha kuongea, enda polepole. Sisi hatuna shida na wewe. Tunajua pesa William Ruto ako na mingi na anaweza wanunua. Hakuna mtu hawezi nunua, tunajua hivyo. So wao wakununuliwa, endeni polepole, muache kelele mingi. Rigathi ni mkabila na anaungana na wale viongozi wengine kutafuta vile ambavyo tutatoa William Ruto 2027. Si tumeona akiwa na kina Matiang'i, akiwa na kina Eugene, akiwa na kina Kalonzo, akiwa na kina Natembea. Tumeona kwake pia jamii ya Wamasai wakienda huko. Tumeona kuna siku amehost viongozi kutoka kule Kisumu. Hawezi kuwa anafanya hivi ati mkabila.
So kitu ya pili, we say charity begins at home. Hao viongozi wote unaona hapa Nairobi, kila mtu anaweza na kuwakilisha jamii yao. So huyu Muchomba kama amenunuliwa, kaache ya abrakadabra mingi, aende polepole. Tukiwa tu hapo kwa ukabila ndio tubalizie. Tunaona time ilikuwa maandamano ya Gen Z. Kuliandamana wakuu wote mpaka Eldoret mpaka kwa kina Ruto walifanya. Siku Gen Z wameandamana katika pande zote za Kenya. Hata kwake nyumbani for the first time in the history of the Republic of Kenya. Jamii ya Wakalenjin hawajaiandamana. Hiyo siku waliandamana kwao. Huko waliandamana. Na vile mtu aliona Wakenya ni kama wameungana kwa kauli moja kwamba uongozi tuko nao katika Kenya si uongozi bora. Akaona hii kasumba ikiendelea hivi sitakaa kwa kiti na sitaweza kudanganya wananchi watakuja kunitoa 2027. Ndio akakuja akaintroduce mambo ya ukabila, ndio aweze kugawa jamii hii na jamii hii na jamii hii aweze kufanya katikati. Na ndio aweze kuuza narrative, na hivyo ndio anafanya leo hii. Kwa sababu wale watu walikuwa wameandamana kule kwao nyumbani, akienda awaambie shida yao ni Wakikuyu, watampigia kura. Kwa sababu watawaambia hata mimi sio shida. Ile shida tuko nayo ni ile jamii inatusumbua. Ndio maana sitakelezi. Kwa hivyo wale jamii sababu ni jamii yao, waone kama mtoto wao anapigwa, so si watampigia kura. Hawatampigia kura kwa sababu kuna kitu anawasaidia nayo. Hata wapigia kura kwa sababu ya maendeleo yote, watampigia kura kwa sababu ni mkabila wao na anapigwa na watu wale wengine. And that is why ile barabara ile mtu anataka tuende, wacha niambie Wakenya leo hii. William Ruto hataki tuende barabara ya kuhakikisha kwamba tutachagua serikali kwa msingi ya maendeleo. Kwa sababu tukienda ile barabara tutamchagua kwa maendeleo gani? Ya chapati. Zile aliahidi. Ya kuvaa leso aende akapatia watoto gedhari huko Daureti. Tutampatia kiti kwa sababu ya kupanda juu ya gari kupana hadithi za Abulwasi. Anajua tukiangazia maendeleo kama taifa kwa jumla, hakuna kitu hata moja itatuvutia sisi kwake ya kumchagua. So that is why he is diverting our attention. Tutoke katika msingi wa maendeleo, tuanze kujipanga katika msingi ya kikabila. Tukijipanga katika msingi ya kikabila, already ako na kura ya Wakalenjin. Tukijipanga katika msingi ya kikabila, amepatia ile pesa ya kutosha ndio aweze kununua Wajaluo tayari. Tukijipanga katika msingi ya kikabila, anapiganisha Wakamba na Wasomali. Wasomali watarudi pande yake, Wakamba watakuwa isolated. Tukienda hivyo atarudi kwa kiti. He knows very well. Hiyo ni kitu ambayo anajua mwenyewe. And that is why naambia Wakenya, kama iko kitu tunafaa kupinga, hata kama tushaipigana vita za kikabila, tafadhali wa Kenya, si leo. Hiyo kitu tunafaa kwanza tusahau kabisa. Tusahau kabisa. Kwa sababu tukiendelea na vita za kikabila zile mtu analeta hapa kwa kiti, atarudi 2027 mapema. Na ukosefu wa kazi haujui kabila. Njaa haujui mkabila. Ukosefu wa matibabu haujui kabila. Shida ile ambayo tuko nayo ya uchumi kama Wakenya haujui kabila. Mkikuyu akilia, Mjaluo atalia, Mnandi atalia, Msomali atalia, Mswahili atalia, Mkamba atalia, Mkisii atalia, Maasai atalia. So Wakenya tafadhali, tusikubali kupelekwa hiyo barabara ile mtu anataka kutupeleka. Tusikubali tafadhali. Naomba tusikubali hiyo barabara ya ukabila. Alafu tena hata niulize Wakenya, kwani tunakumbushanga sisi ni wakabila wakati siasa zinakaribia? Kwa nini mlikumbusha mimi ni Mkikuyu wakati siasa zinakaribia? Ama mkumbusha huyu ni Mjaluo ama ni Mkisii siasa zikikaribia? Sisi kuishi kama Wakenya hakuna mahali ambapo tunahitaji ukabila. In the basic needs of a human being, katika hiyo list hakuna mahali ukabila iko. So unaweza ishi bila ukabila mahali. Ukabila si dawa ya chanjo ati lazima udunge ndio usikufe. Tuache hiyo puzi.